Odi. Odi. Karibu. Dada huyo jamani. Mtego wangu huyo. Ndio mbona hata kupitia hivi mpaka umeingilia hapa. Choka bwana. Salini. Asante za hapa. Nzuri. Kwema. Kwema ndugu yangu, ndio. Safi, mambo mengine. Safi. Kama siku nyoni kukangaika kama kawaida yako na umetulia. Upo kwenye mawazo unaonekana, sijui unaumwa. Una hali gani kwa nisipo leo ukoje? Naongea mambo ya familia yetu hapa. Ni kelele kila siku, basi mimi nachoka. Umekuja na jambo hapo ndani na watu. Dada yangu leo anapika nataka kutoka, tunafanya nini? Na huko nyuma kwa majirani nani hivi? Mbona una nini leo? Mbona ndugu yangu umekuja lakini una raha, una wasiwasi, unaangalia huku na kule? Naangalia maongezera kungapa sasa tuwasikie maongezera mimi na wewe tu na kawaida wewe tu. Wangu, yani pia kuna kitu kinapita. Umeona Yaani nimekushangaa bahati msije kuzoea hivyo. Yaani nakuta kama mtu ambaye unaoimwa au kwa hafifu. Yaani sija kujua hivyo kila nikitafakari, nikikutafuta tafuta hapa tafuta pale nikuone, sija kuona hata kutembea kuzurula. Wewe umepata na nini? Maana sija kujua hivyo ndugu yangu nakujua. Amina, mimi sina kitu chochote. Maisha tu haya magumu basi na mambo hapa kwa kufanya mtu kikaa nyumbani. Ni kweli. Jamani. Mtoto mbeo kuingia kwenye majaribu. Kwa nini umeingia kwenye majaribu kiasi hicho? Yaani ukitoka kwenye majaribu ukaja kwenye fani, utakuwa mtu mwenye furaha, mwenye amani na umekonda, mwili utanenepa, utarudi, utakuwa lele, utakuwa mambo pambe ya chai. Leo ndio kwa batimu kweli. Subiri kwanza ni mfano nimezungumzia. Fani gani? Maana kwa sasa hivi shoga yangu hadi gereji kuna wanawake. Makonda na maana. Uchaani naye pia fani kama hilo ndugu wangu. Batimu. Yaani kila siku mdogo wakati mtu mkubwa wewe. Ila nitakukomaza haina shida utakuwa mkubwa. Nimekwambia tu unavyotajia hizo sio fani. Huo ufundi. Fani nakuja kuonyesha mimi nikishakuchukua siku nakuweka pale na kwambia ile fani nakwambia siku ile ndio hapa. Ndio naiona live pale fani yako nakwambia mimi nilokuwa hivi nitakuonyesha siku hiyo. Hiyo sio fani. Na utakuwa mtu mwenye furaha, mtu mwenye amani, mwenye upendo na utarelax. Maisha yako yatakuwa lele. Shida hakuna. Kwa nini nikiingia kwenye hiyo fani tu nitakuwa mnene, nitakuwa mawazo tena uchochocho wangu utakulia. Leo nakupa utakosa ubatimu wewe, leo utakupa pale kwanza tukushangaa mtani kwanza kwa mtu utapendeza. Yaani utawaka kama mpaka usheni, kama nasema Mungu unapaka mafuta ya nazi. Basi mimi nimekubali. Alia! Huku! Ingia ulie. Pole. Mbona kama nipigana dogo tena niingie nilie sio nisifurahie dada? Yaani hujanielewa. Mimi nina kicheko changu nasemaga hivyo au nichelewe. Ndio micheko tu kawaida hivi wangu sana wasiwasi. Chelewe. Au sema datimshida. Datimshida. Tupo lele. Haya ndugu wangu. Mimi naenda basi. Basi sawa tena ndio usinikose hiyo nafasi. Na kukosaje kwa mfano? Nilipo upo. Sawa kwa heri damu mkubwa. Maneno ya mambo hapa nilipo natafuta mambo yangu maana hapa niko peke yangu cha kukila sikijui simu haipatikani. Uko ni kisimu chini. Fani gani? Yana kwanza kacheka, afu anaogopa watu. Hebu niambie nikawa changu doa kaenda kuuza maana mkenya anaonekana ambe yule watu wa serikali wanavyosema. Ndio ni aishuhuda yani. Haya, ngoja tuone.
Dada. Huyo. Vipi leo? Safi tu kakaangu. Naona umo ni mazani. Naona kwa ile. Hebu subiri kwanza. Hebu fanya kukaa. Maana pana huyu mzito. Habari gani inaoje? Tunajua tuna mimi. Mtu na ndugu yangu, mtu na pambe yangu. Habiba Timu nimegwaduka. Mtu na jina langu mjini. Watu wamepita huko, mtu kaona nyumba 10 kaja kudondokea hapa kwa mtoto wa Habiba Timu. Kaka kaja udugu wangu. Sio wewe unapishana naye. Wewe unapishana naye hivi? Unapishana na mdada bonge hapo. Kaka ndo huyo. Sasa kaja hapa. Kaja kunipa madini sana, wewe ngoja nikiwa hivi. Nataka niondoke kwenye maisha ya kupigizana kelele yote kwa sababu mtu una kazi. Ndugu wangu ule kaja hapa kaniambiaje Batili nataka nikuingize kwenye stani. Wewe ingia kwenye hiyo fani ndugu wangu. Vimembele kujichenga mama. Utaninepa, utakuwa una mawazo, utakuwa lele. Yaani ndio kwa mtu wa juu. Yaani kama sikosei, kwa mawazo yangu mimi, yaani tofauti. Mimi nahisi fanio ya usanaa. Manake mambo haya hela mambo kwa una mawazo umenenepa basi pasta tunaona. Unapoelekea utakuwa mchawi. Nipige kofi chini. Jamani, mchawi ndugu. Yaani kukwambia tu masuala hayo tu ndugu yangu ndo watakuniwatabiria mimi masuala ya uchawi. Wewe mtoto umekiona kile kitoto kibonge, mtoto na shepu yake. Mimi labda utaisana na kuniuza hata kwa Wahindi huko kwa sababu unavyomuona hambe mtoto yuko pambe mtoto kulele kwenye uchawi. Mchawi anaweza kama mtoto mdogo kama yule. Wachawi vizee bibi na uchawi po hapa. Uchawi vijijini, mashamba mapolini ndio watu wanakuwa wachawi. Hii sio uchawi, hii ushaanza na ushapata roho ya dada yako. Haya bwana. Amna chaya, hiyo ni loya kwa nini? Sasa mimi udugu wangu, mimi nimekwambia tu kama kaka wa familia. Na kama umeingia kwenye loya dada yako, mimi dada yako kwanza sitaki kumwambia habari zangu. Sitaki umwambie habari zangu. Haya bwana, mimi yangu macho. Naye sio macho yawe na masikio. Karibuni. Asante. Karibu sana na wewe. Kazi rasmi unaanza leo. Niko ndo fani unaniambia. Unataka fani gani umesoma wewe? Fani ya kwenda wapi? Fani ndio hii. Unataka utaki ndio ushangia. Na hiki chama kushangia. Hakuna tena kutoka mpaka ubao. Huyo mzoefu kidogo. Ila ndo kaingia kwenye chama changu. Sasa tulieni nikuiteni sasa Konki. Gwiji loshindikana. Mimi si mkuu. Na wewe unakuja pia ni mwanafunzi wangu, lakini ni mwanafunzi wangu kwa neema yangu. Lakini alipotoka pia naye ni mkuu. Huko alipopita kwenye kundi lake. Nimemwita hapa tusaidiane kazi kumwangusha yule mzee. Sawa. Karibu. Kuna magumu? Yapo. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Mkalimoto. Ishi hapa. Namjua. Huyo Mkalimoto huyo alikuwa kijijini kwetu. Tumemtimua kaacha vumbi. Sasa nisaidie kupambana na hapa pia tumtimue. Swala dogo sana kwangu. Yaani huyo kwangu kama mtoto mchanga ambaye hata mamake hajampokea. Nikampokea mimi. Swala dogo hilo. Sisi ni wanawake.
tunashindwa kuangusha. Tunaweza. Kuna nguvu bwana. Sawa. Sasa Kitu. Mbona huyu unamwona yuko kachangamka sana? Vipi hapa? Mbona kama maji ya mtungi? Huyu ni mwanafunzi wangu, lakini alipotoka kazi anaijua. Safi sana. Huyu ndo anaanza kazi, kaingia leo. Bonge, hujawahi kuniangusha kazi yangu aina yote. Na hili pia naomba usimame. Hapa ni wakubwa mimi na wewe tu. Unamuona uniformu yake? Nimemwona. Uko na yeye pia ni mkuu kana mimi. Lakini nimemualika huyu mkuu mwenzangu kutoka huko haja anisaidia. Sawa. Lakini na yeye hapa atakuwa chini yangu. Sawa. Utachokisema atafuata. Sawa. Na mimi akinalika kwao nitakuwa chini yake. Sawa. Atachokisema nitafuata. Kwa Sawa. hiyo kwa kifupi wote watatu ni wanafunzi wangu. Salimia nini kwa salamu zetu? Hapo muondoke, ambie tutaonana kesho. Naombeni mtawanyike, tutakutana kesho. Kwa leo tumeishia hapa utambulisho. Kazi rasmi kesho. Bonge, nimekuacha kule, nimekuja huku, unanifuatilia au sio? Sasa nataka nikwambie kitu kimoja, sijui kama utarudi ukiwa hai kule. Mbona hai? Wala unitishi baba, unitishi nakwambia, ndio nakwambia kabisa unitishi. Hiyo miguu ndio tunavaa usiku, wewe unavaa mchana, jua la utosi. Wewe uogopi? Eti umekuacha kule, utakapokwenda babu mimi nipo, utakapokanyaga nipo. Kama tulikutimua kule, hata hapa pia nitakutimua. Kila nitakako kwenda utakuwepo eh? Yes. Hii ndio safari yako ya mwisho. Wapi wewe, usinitishe wewe, maneno ya mkosaji hayo. Wewe tonga tu, wewe tonga. Utanifanya nini? Utanitambua. Nimewaita hapa tusikilizane. Nimewaita hapa kuja kwa kabisa majukumu. Kuanzia leo hii na sasa hivi hapa nachokisema, wewe utakuwa unamfuatilia mzee Mkalimoto mwanzo mwisho, tena kwa kuruka. Sawa mkuu. Na alafu na wewe utakaa nyuma yetu. Maana wewe ni mwanga mgeni, utakaa nyuma yetu sisi wenyeji wako, ili usianguke kwenye ungo wetu. Tukubebe vizuri. Ukiwa mzoefu nitakuachia kazi, utageuka dereva, utaendesha nyumba vizuri mpaka gari yetu ya usiku ndege. Na wewe Dabonge, mkuu mwenzangu, japo umetoka mji wako nimekukaribisha kwenye mji wangu. Hapa mimi ni mkuu, lakini nawe ulipotoka kwenye ni mkuu, kwa nakuita mkuu mwenzangu. Tusimame kumteketeza mzee Mkalimoto, tutazalilika. Hapa hatutokuwa na jibu lolote mpaka huyu atakaporudi, ndo tutajua nini za kufanya na nini tukifanye. Nishakwambieni mimi mzee Mkalimoto kwangu mimi sawa sawa na shoga zee.
Sasa basi, mzee Mkalimoto ameamua kutuharibia. Sasa tunamharibia yeye. Tukificha yeye anafichua, tukiweka yeye anatoa, tukianika usiku yeye ananua asubuhi. Sasa kilichobaki kumficha yeye mzee Mkalimoto. Sawa mkuu. Sasa tuanike